Okay, na kwa DC Drama TV, mimi nitake KVTZ Mr. Content, that's my name. Make sure na subscribe, like, comment, share kwa kupata all of the update kupitia channel kwa Drama TV. Because the camera was the best shooter, namuita Drama Boy. Huyo hapo anamuita bana, wanamuita nani tena Kani au si bana. Hapa nipo na mwanangu ambaye ni wa faida sana, muita Ken, mtu safi mwenyewe. Yagwaje maniki sana. Na kati nasemaje? Bado poa tu. Fresh kabisa. Wale wako mmemkaje mpaka sasa hivi hapo? Mungu ni mwema, nimepata msosi kabisa. Shemeji ndo ameshaanza kupika au vipi? Bado. Fungwa mila zetu kabisa. Tunazingatia kati za misha lakini za siku nyingi. Misha zangu kama kawa tu sio mpaka tumevuta jiko nini. Maana Mungu anabariki. Ana bless. Ni mtu sana ambaye waga anapenda sana kuonekana maeneo ya BD sana. Hivi hujawahi kutoka hata ukaenga out hata outro nini maeneo ya kule kwetu vipi? Kimazingira hapa tunatoka tunatembea tukipata nafasi ya kutembea. Lakini BD si nyumbani baba, lazima nionekane muda wote. Kabisa. Labda tukisema kwamba kitu gani ambacho wewe unajiweka nacho busy sana ukishinda au unajua kama leo lazima nishinde au lazima kitu gani ukifanye? Nakuwa kwenye TV nikishinda home. TV na ni kwa nini sasa unapenda kufuatilia sana TV kuliko kukaa YouTube? Nikiwa nyumbani nakuwa sina kazi kwa sana nakaa tu kwenye TV. Mtandao ni muda wote. Simu unajua uko kwenye TV, upo kwenye TV lakini unatumia simu bado. Labda ni movie gani ambazo unapenda sana kuangalia katika ukiwa unataka ku refresh mind kwenye TV? Mimi nikiwa kwenye TV napenda movie za vita, za ngumi, za magangster nini. Love story siwezi. Mapenzi sio vitu vyangu. Vitu vyako. Mimi sana Ken sio mpenzi sana kuangalia movie za kizombi. Huko tunaenda pia maana si single hizo baba. Tunaenda kidogo, sio sana. Mimi natishika sipendi vitu vya kutisha hivyo nini mazombi. Bwana, moja kati ya kitu ambacho uliweza kwenda ku surprise ni katika funga mwaka ambao uliweza kwenda kupewa shavu na monitor unamuita Killman ambaye alikuwa ni wewe pamoja na Feko. Na pale bwana tusikia verse lako moja kali sana. Umwaka bwana mwaka nakubali sana bwana. Hivi ni moja kati ya kitu ambacho kiwafanya mashabiki zako waendelee kukubali na kusema kwamba huyu jamaa anaingia sasa kwenye mfumo wa sasa hivi hapa. Hata tuseme ndoto ya Ken kuimba ilikuwa ni sasa hivi ama toka kitambo? Mimi kwanza Mwenyezi Mungu kanibariki kufanya kila kitu. Mungu niweka kwenye uigizaji nitaigiza. Niweka kwenye kuchimba vyoo nitachimba, kwenye ukata miti nakata. Kwa hiyo ni mazingira ambayo mimi nimejiundia kwamba popote nikikaa naweza kufiti na najikubali kwanza mimi kwamba popote nikienda nitafiti. Hivi kitu ambacho kinaitwa medulla oblongata kwenye mwili wa mwanadamu kina kazi gani? Nini? Medulla oblongata kwenye mwili wa mwanadamu kina kazi gani? Mimi sijui modulo ni kitu gani. Haujui? Modulo unanitupa huko, sielewi modulo nini. Kabisa. Hiyo lugha gani? Hapo ni Kifaransa. Sababu bovu abati mimi Kifaransa ni katika lugha duniani zinanisumbua. Kifaransa ni namba 1. Confused. Hivi ni msanii gani ambaye ukimpigia simu na atakuuliza mambo mengi sana mnaendelea kwenye story ambaye wapo kitu kama Miguso ambaye waga hauna changamoto naye sana kuongea naye kwenye simu? Unasema yupo Nyagomani. Mwana Diki pia mwana wote labda kidogo wale vibration ndo hawapandia. Na tuseme kiupande mwingine wewe ni mmoja kati ya watu ambao tumeutumishi na wewe kwenye sanaa muda mrefu sana. Na umekuwa mtu ambaye unafanya mambo makubwa sana. Labda tuseme kiupande mwingine kwenye kazi yako hapa. Labda mwaka 2026 ndo tumeuanza. Labda kiupande wako kuna dream gani kwa kwenda kwenye huu mwaka na katikati ya mwaka na kufunga mwaka unahisi utapoaje? Mwaka huu kwanza ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kumpata mwanamke wa kuishi naye. Shatoboa, mimi nasikia kitu kimenyooka, kila kitu kitaenda kwenye njia kwa sababu ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kupata mwanamke. Mwenyezi Mungu kashanibariki. Moja kati ya kitu ambacho ningetaka zaidi sana ukijua kiundani sasa ni hilo hapo, maana pia Feko naye ametoka kuwa tu siku hizi 2-3 hapa na wewe ndio ulikuwa kama msimamizi wa sherehe. Vipi mlishirikiana kwenda kupanga mipango bana, nikitoka mimi nafuata wewe? Mimi naamini kwenye mipango ya uoaji si hatuja kurupuka. Ni vitu ambavyo tulikuwa tumeplani na tumepanga kwamba bwana tuoe. Leo maisha ya kuishi bila mke. Unajua tu kesho umekufa ndani, umekosa msaada. Lakini ukiwa na mke pale una shida ya maji, utamwambia mama naomba maji ninywe. Utakuletea maji utakunywa. Mama naomba unifanyie hichi, atakusaidia kwa kuishi na mwanamke pia inakuongezea uhai fulani hivi. Baadhi ya vitu unaelewa. Hivi katika kutafuta mwanamke bora ama mke bora ni wanawake gani ama changamoto zipi katika wanawake wapo kama Miguso ambao ulikuwa ukiwatafuta ama ukikutana nao unawapiga vibutu unasema hapana au ni wanawake ambao mimi siwezi ngatamani wao wake yani au akutokee mke wangu wote ule? Hivi ni wanawake ambao wapo design gani kifu? Mimi kwanza naamini kila mwanamke anaweza kuwa bora. Kila mwanamke anaweza kuwa bora kwa misingi yako. Kila mwanamke anaweza kuwa bora kwa misingi yako sababu
mimi sijapata changamoto yote ya kumtafuta mwanamke. Mimi kwanza nilitaka kupendwa na mwanamke, anipe nafasi. Mwanamke akikupa nafasi, amini, anaweza akatembea kwenye njia zako. Maana ndo mwanaume. Hata kwa mwingine tuseme kama mwanamke ambaye uliweza kumpata yule mwanamke pia na yeye yupo kwenye sanaa. Maana kama sijakosea mimi alikuwa ni mtangazaji ambaye alikuwa anafanya kazi kama ambayo naifanya mimi interview. Na alikuwa ni mtu ambaye alikuwa akifanya interview sana na watu wa huko sana. Labda kwa upande wako, labda since day one, labda mlivyokutana nini, kitu kipi ambacho kikuvutia sana kwa shemeji yetu? Mimi shemeji yenu nilikuwa na, yani so leo nikianza kuongea hapa story yangu ya mimi shemeji yako mwanangu, nyingi sana. Yaani kwamba shemeji yako mimi na muda naye sana, yani na muda namfuatilia kwenye swala mahusiano. Nilikuwa unajua yule mwanamke mzuri lazima aringe, alikuwa ananirusha nini. Afu anajua sisi kwamba sio watu wenye sanaa, sio watu wenye jina zao. Lazima unakuwa na madem kibao, nini anakuwa tu kuamini. Si changamoto tunaoipata sana ni kuaminika kwa wanawake. Unajua kwamba huyu ni Kenny au hawezi kuwa single. Yaani kwamba ukimwambia upo single yeye aamini kwamba upo single. Kwa hiyo hicho pia kilikuwa kinanipa changamoto sana kwa kumpata shemeji yako. Lakini end of the day alikuja tu, Mungu alibariki. Unaona kwamba mtu atakuwa nini akaja nini tukachukua mwanangu. Wakati tuseme kiupande mwingine bana, tuliweza kupiga story na Feko na akatuambia kwamba yeye kiupande wake kuweza tulimuuliza swali moja kuhusiana na kumposti shemeji yetu. Walikuwa ni mtu ambaye amposti. Tukamuuliza kwamba je, kiupande huo labda akasema kwamba yeye ni mazoea kumposti shemeji yako. Sisi tumekaa kwenye mahusiano kama muda wa mwaka mzima. Na kuposti. Ndio hata leo nimemwona sijamposti. Kwa tunapanga vitu, yani tunapanga kwa misingi. Maana mimi naamini mke wangu anaweza kuniongezea kitu. Na mimi pia naweza kumuongezea kitu. Kwa hiyo hatukurupuki kuposti. Kutokumposti shame na kitu gani ambacho kinaleta pingamizi na kuweza kusema kwamba labda ni wait kwanza tuweze mipango iweze kuwa sawa ili mambo yaende fresh? Kwanza mimi napenda kila ninachokiposti mtu aamini kwamba anafanya kitu cha uhakika. Siwezi kuja kupostia kwamba bwana mimi kwangu nataka njoo ule ugali afu uje nyumbani usikute ugali. Nikwambia njoo ule ugali uje nyumbani ule ugali. Kwa hiyo unatakiwa upange mipango kwanza, ikikamilika fanya kitu. Ndio maana natakiwa kabla ya kuposti jipange kwanza. Hivi Kenny, baada ya kuoa labda ni kitu gani ambacho unahisi utakibadilisha kwenye maisha yako kikubwa sana na kusema kwamba uanze mwanzo mpya tena? Mimi naona nitakachokibadilisha ni kuwa na familia tu. Nikipata mtoto kama nimebadilika. Lakini mimi ni yule tu. Mke wangu kanipenda hivi, nitaishi hivi. Hadi kwa upande wako tulitegemea sana wasanii wengi kuweza kufanya marriage, kuweza kuoa na kuingia kwenye maisha ya ndoa. Waga wanabadilika vitu vingi sana, zaidi sana kukosa muda, kukosa kufanya yale mambo ambayo ulikuwa nayo na uhuru zamani. Hivi ni kitu gani ambacho kabla ya kuoa unasema kwamba leo nitaenda kumwoa huyu mwanamke? Kabla ya kuoa kuna baadhi ya vitu ambavyo unahisi kabisa ulisema kwamba hivi vitu navifanya kwa mara mwisho, nikishaoa sitopata muda wa kuvifanya, ama sitokuwa na uhuru tena kuvifanya, ama sitokuwa na haki ya kuvifanya. Hivi ni vitu vingapi ambavyo ulivifanya kwanza kabla hujaoa? Kabla kuchukua maamuzi ya kuoa, ni vitu vingapi ulivifanya vya mwisho? Mimi naamini maisha yangu ni haya naishi. Kwa hiyo ambacho nilikuwa nakifanya ambacho bado sijakifanya mimi, kwamba nikiwa na mke hichi kitu sitokuja kukifanya, ni kuandaa tu mazingira ya nyumba yangu, na TV, na battery, kwamba nisumbuke na mimi. Naamini kwamba nikiwa na mke ndani nitafanya mambo mengine. Tofauti na hicho mna kingine bro. Bali sana. Okay bana, huyu hapa ni Kenny mtu safi, mmoja kati ya watu ambao niseme na mastaa na wasanii pia na mabisho ambao tunaishi nao hapo kutoka Miguso. Labda kipande mwingine ameweza kwenda kujichotea jiko na ameweza kujivutia jiko pembeni kabisa, leo anajipakulia na kujipikia mwenyewe, sio bwana. Na hapa nakwambia kwamba uaga ni mtu ambaye hapendi kuweka mambo public. Na watu kama huyu ni mtu wa pili hapo kutoka Miguso, ni watu adimu sana ambao tumeweza kuwapata kwa kuweza kufanya mambo kama uamuzi kama watu wajua vijana tu kwa Miguso. Kufanya kitu kama hicho ni vigumu. Yani muda wote utakuta anaposti penzi, sikuwa kiachika utoka ukaamini, utajua tu utaki ustaki, au sio bwana? Basi ongea na mashabiki zako kuambia kwamba ratiba inakuaje kuhusiana na shemeji yetu kutoka pamoja na kazi yako, na pia ongea na mashabiki wa Drama TV today. Na mimi kwanza shemeji yetu anatoka Jumapili wiki hapa, tunaanza kiacha leo hii Jumapili tarehe 18, sijui itakuwa 18 17, lakini Jumapili wiki hapa tunaanza na walika wote sibagui. Ni hapa watu wangu wa karibu, na mimi na watu wengi. Siwezi kumaliza kusema kwamba nitoe kadi za mialiko kwa kila mtu, itakuwa ngumu. Kwa hiyo mtu wote, hata wewe ukijisikia njoo tu enjoy, tu supportiane. Hivyo. Asante sana. Bana, moja kati ya kitu ambacho bana nimekipenda sana kwa mwanetu ni kuweza kufanya kitu chake kiko cha uhakika. Maana alituambia kwamba aweza akaposti na wakati ajawa na uhakika wa kitu fulani.